Mkuu, nimeishiwa nguvu, naomba unisaidie. Baba Mwasiti, usinisogelee. Mwanangu, mimi ni baba yako. Turudi nyumbani. Shida ni nini? Nimeshakwambia usinisogelee, nitakuua. Mwasiti mwanangu, mimi baba yako nimekufuata. Kama unataka kuniua, niue tu. Mimi nakuomba urudi kwenye fahamu zako. Mimi nimeshajitoa maisha yangu kwa ajili yako. Baba. Mwanangu. Mkuu! Mkuu! Nahitaji msaada wako. Nimeishiwa nguvu mkuu. Babu! Naomba msaada wako babu. Naomba nisamehe. Sitakuja tena kwenye himaya yako. Ugonile, hapo hujasema. Haya ni mpaka ucheme. Wewe unasumbua na umeanza kusumbua. Unatakiwa uingie katika hiki kibuyu ili usiendelee kusumbua. Mzee Kenga, naomba msaada wako. Naangamia mtoto wako. Kumbe Ngenga upo nyuma ya hili. Na kukaribisha tena. Mtanikuta. Hii ni vita mura. Mwanangu. Nimekubali. Baba Mwasiti! Baba Mwasiti, mimi nilikwambia hayo mambo yote yanayotokea humu msituni yanasababisha na Ugonile. Umeshaniamini sasa Baba Mwasiti? Dodo, mimi nakuomba unisamehe tu kwa hilo. Kwangu ilikuwa rahisi kuamini. Na hapa nilipo, sielewi kama nafanyeje ili niweze kumwokoa mwanangu Mwasiti. Baba Mwasiti, hapa mimi naona kwa usalama wetu, bora tuondoke. Cha muhimu zaidi Baba Mwasiti, naomba tuende kwa mganga. Ni kweli. Kabla hatujaenda kwa mganga, inatakiwa tuende kwanza kwa mwenyekiti. Naamini pale tutapata msaada. Huyo mwenyekiti haelewi chochote. Dodo, wewe huwezi elewa. Lakini kwa mwenyekiti kuna siri kubwa sana. Na kule ndio chimbuko kwa matatizo haya yote. Sawa. Basi twende kama unahisi ile sehemu salama. Je, kama mimi nisingekuja kusaidia, ingekuwaje? Na leo nimetumia nguvu nyingi sana ili kusaidia. Nguvu zako zimeunganika katika wale mabinti wawili. Sasa ukizigawa na wewe lazima upungukiwe nguvu. Unanifanya nirudi duniani
wakati sikustahili kabisa kuwa katika dunia ile. Maana mwanga wa jua unaniumiza. Natumia nguvu nyingi sana kuishi katika ulimwengu ule. Nisamehe mkuu wangu, sitarudia tena hili, na bado nahitaji msaada wako kimawazo na kinguvu pia. Saidie mzee wangu. Kuna jambo nimesahau kuambia kuhusiana na adui yako. Wale ni mapacha. Kuna mmoja yupo mwema, kuna mwingine ni adui yako. Mkuu, hilo nililigundua kipindi natoka katika nyumba ile ya mwenyekiti. Maana nilipishana nao, ila sikujua yupi ni mwema na yupi ni mbaya. Huo ni mtego ambao sisi hatuwezi kutegua. Mimi nakuomba upambane na yote yule atakayekuja mbele yako, maana kisasi chako kipo juu ya ile familia. Mwenyekiti, bora tumekutana, maana huu mguu tulikuwa tunakuja kwako. Hali imezidi kuwa mbaya zaidi, maana mke wangu na Mwasiti hawaonekani mazima. Mwenyekiti, ni kweli. Mimi mwenyewe hapa leo hii nimetokewa na mwanangu, na bahati mbaya amegeuka kuwa ugonile, na chanzo cha matatizo haya yote ni familia yako mwenyekiti. Sawa, lakini unajua hata mimi leo nimepata ugeni. Na ugeni niliona nyumbani, ugeni wa ugonile. Ugonile amenitembelea leo, lakini bahati iliyokuwa kwangu hajaweza kunidhuru. Kwa hiyo hapa naona kabisa kuna vita ile tulioanzisha sasa naona imekuja. Ni kweli Pajama, hapa kuna hali ya kisasi kwa yale yote tuliyemtendea ugonile siku za nyuma. Unajua mimi nimelifikirisha sana hilo, lakini nachoshukuru Mungu nimeelewa. Lakini hapa inabidi twende kwa mzee wa mila, maana naamini hapa kuna mila fulani tulikosea wakati tunamzika ugonile. Kwa hiyo naamini hapa tuongozane, twende kwa mzee wa mila, yote atapata ufumbuzi wake. Sasa mwenyekiti, kwa yale yote yaliyowakuta mke wangu pamoja na Mwasiti, kweli tunaweza tukawakuta bado wazima? Nashindwa kukupa matumaini, lakini usio na shaka lolote, Mwasiti na Astela hawajafariki, lakini tu wanatumika kumpa nguvu ugonile ili aweze kulipa hichi kisasi. Haya yote tukienda kwa mzee wa mila tutapata ufumbuzi mzima. Kwa hiyo wewe usio na shaka lolote, kila kitu kitakaa sawa kabisa. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Mimi naomba tu tuongozane basi ili tuweze kupata msaada wako. Haina shida, kwa sababu hata mimi nikwenda kwa mzee wa mila. Tuenze. Mapambano, shida na tabu tuliumbiwa sisi. Vijana, nimeuelewa na nimeuelewa shida yenu. Makosa yalifanyika kwenye mazishi ya ugonile, lakini msiwe na shaka. Wewe Mama Mwasite na wewe kijana, naomba mkachukue ile nguo ya Stella na ya Mwasite, mkaipate nguo yenye jasho au chanio au kofia ili tupate nywele zao. Na pia naomba mniletee mswaki ili kupata chachu ya mate yao. Mkifanikiwa kuleta hivyo vijana wangu, tutamaliza utata. Naomba muje nazo mapema na muwe makini sana. Msimwamini mtu yoyote. Mzogwine. Sawa, tunashukuru. Lakini baba Mwasiti, unaonaje tumetanguzana wote ili kwa usalama wetu zaidi? Sawa Dodo, mimi nimekuelewa. Lakini mzee wa mila amesema tukutane hapa. Lakini mimi naona kama tutachelewa. Kwa nini wewe usiende unakoenda na mimi nikaenda ninakoenda? Ila tuchunge muda, baadaye tukutane tena hapa. Umenielewa kijana? Sawa basi. Sasa mtakia mwai kama mimi sijaondoka. Naomba mzingatie alichosema. Twende tuondoke. Maumivu ya moyo ni mazito. Pajamwa, mbona kama bado namuona pacha wako? Ni kweli Kasesa, baba anakuja nyumbani kwangu,
lakini nishamkanya mara kadhaa na sitamani kabisa afike nyumbani kwangu. Nishamkanya na kumkanya, simhitaji pale mazingira nyumbani kwangu. Sasa sielewi hapa tunafanyaje, maana yeye ndo mwanzo haya matatizo, na mimi akifika tena ataongeza matatizo kwa makubwa. Maamuzi ya kuishi au kumpoteza huyu pacha wako yapo chini yako. Ni kweli, lakini mimi ningeomba ngoja kumalizana kwanza hii swala la hawa. Wakirudi na hivyo vitu, basi tukishamaliza hili la Ugonile, mimi nitakuomba tumtengeneze vizuri kabisa Chris. Kama tutamweka kwenye kibuyu sawa, kama tutamuondolea nguvu sawa, lakini simhitaji. Naona naharibu obsessive yangu kabisa. Mzee wa mila, mimi nakutegemea wewe. Bado una huruma na upendo wa kijinga kwa ndugu yako, na anajua anaingilia huo mchezo, na hiyo kazi itakuwa ngumu sana, lakini ngoja waje kwanza wa vijana. Lakini basi tungefanya jambo moja tu. Mimi naona ataelekea huku kwenda kupambana hii vita. Sasa ni vizuri tungemuondolea nguvu mapema. Kama unaweza basi nisaidie kwa hilo. Muondoe nguvu kabisa, asiwe na hizo nguvu tena za kuanza kupambana kuja katika ulimwengu. Ningeomba fanya hivyo. Hiyo swala ndogo. Hiyo ndo kazi yangu. Gwikomba gwipata shida. Taarifa mbaya.